Baba, tumepewa idhini. Sasa wacha tujiandae. Na pia tuseme ya kwamba yale tunapigania pia ni yale yatatetea ugatuzi katika taifa letu. Ukiangalia historia ya Raila Odinga, kiongozi wetu wa Azimio, amesimama na Waislamu. Tangu nyakati za babake marehemu Jaramogi Oginga Odinga, siku za kina Masinde Muliro, walitembea na Waislamu kama kina Bamarizi, Profesa Rashid Mzee, kina Sheikh Namoya, Sheikh Balala, na huyu Sheikh Juma Ngao amekuwa karibu sana, akimshauri sana baba. Na hata yale wenzetu wa Kenya Kwanza waliteleza, yeye ameambia mzee, tafadhali msijifanye Waislamu siku ya leo, muache Waislamu wafanye mambo yao, alafu muje tujimuike pamoja, tufutari pamoja. Mimi ni Mkatoliki, Mkristo Mkatoliki. Baba ni Mwanglikani. Stephen Kalonzo Musyoka ni wa AIC naamini. Lakini wao hata nikiwaalika kanisani mwangu nikiwa Mkatoliki, nawaambia hapa tumefika sasa, msidhubutu kuja kupokea sakramenti. Msione mimi nikisimama mnifuate. Hapa nyinyi mfanye nini? Mtulie. Sababu hata Wakatoliki wenyewe, sio Wakatoliki wote, ni wale Wakatoliki wametayarishwa kupokea nini? Sakramenti. So wametakazwa. So lazima tuheshimu dini zote. Na vile vile mimi nimekuwa waziri wa haki na masuala ya katiba. Katiba yetu inapeana usawa kwa dini zote. Na wewe hawezi kuwa rais, uingie kwenye ikulu, wewe inatakiwa uwe ndio nguzo ya umoja wa taifa, the symbol of national unity under Article 131 of our Constitution, alafu uanze kubagua watu kwa misingi ya kidini na misingi ya kikabila. Hayo ndio tumeona Kenya Kwanza ikifanya. Hata sisi Wakristo amebagua. Ni Wakristo fulani ndio sasa wenye State House. Even mainstream churches kama Anglican, Catholic wamebaguliwa. Waislamu wamebaguliwa. Wahindu wamebaguliwa. Na sisi tunasema hii ni kukiuka katiba ya Kenya. Na haya ndio baadhi ya mambo ambayo tumesema lazima tupiganie haki za Wakenya wote. Mwisho, yale Raila na timu yetu ya Azimio yanapigania ni kuleta usawa na kuhakikisha Wakenya wote katika kaunti zetu zote 47 wanapata haki yao bila ya ubaguzi. Mwisho, nimekuwa waziri wa ugatuzi. Na mimi najua kama kuna wakati ugatuzi uko hatarini, ni wakati huu wa serikali ya Kenya Kwanza. Sasa Wakenya wasiposimama, hii mambo ya ugatuzi tuliopigania sana kwa miaka 20, na ugatuzi uliwawa wakati tulikuwa na uhuru mwaka moja 1964, majimbo yaliwawa. Na sasa tumeona ile KANU ya zamani, hawa walioko kwenye uongozi ni wanafunzi wa Nyayo na wako wanafuata Nyayo. Wanataka waue ugatuzi tena, starting by starving our counties. Hadi sasa kwa mara ya kwanza wafanyikazi wa umma hawajapata mishahara. Kaunti zote hazijapata haki yao. Nasira kwa hapa, gavana wetu wa Mombasa, atatuambia miezi 4 mimi nimekuwa Kitale, ndugu yako natembea, ameniambia 4 months hawajapokea pesa yote. This is the 5th month. We are seeing attempts to kill devolution. Na sisi tumesema not under our watch. Baada ya Ramadhan, we are going to fight to defend devolution, to defend democracy, na kusitisha mambo ya ukabila, mambo ya ubaguzi, na vile vile mambo ya ufisadi. So sitaki niseme kuliko hapo. Nataka niwashukuru na nilete wenzangu waweze pia kusema nanyi.
Na tuko na jamaa moja alikuja na sufuria siku moja, hatukujua anamaanisha nini. And that sufuria has become a symbol of our national resistance movement. Huyu jamaa anatoka Ndaragwa, anaitwa Jeremiah Kioni. Nimesikia hii sufuria inakera Ruto sana bwana Kioni. Lakini tumeambia Kioni, hiyo sufuria usiweke chini. Hata unge ikiwa 150 usiweke chini, hadi unge ikue shilingi 100 ngapi? 1. Mnakubali aendelee kubeba sufuria? Kioni, karibu. Kidogo nilisahau sufuria leo. Assalamu alaikum. Yangu imekwisha. La kwanza ni kusema kwamba niko na furaha kuwa katika sherehe ya leo. Jioni hii ni mara yangu ya kwanza kuhudhuria kikao kama hiki. Na namshukuru Baba kwa sababu ni sababu yake mimi nimeweza kuketi hapa ama kuwa pamoja nanyi. La pili pia ni kusema ni asante sana kwenyu kwa sababu wale wengi wetu ni kwamba tunajua kwamba nyinyi mmekuwa watu ambao wanamshikilia Baba tangu mwanzo, na ni vizuri kuendelea kumshikilia. Mimi niko katika chama cha Jubilee.